gharama ya mauti, msamaha wa dhambi tuliupata Kalvari. Alilipa deni langu kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi tuliupata Kalvari. Ni kweli Mungu, msamaha wa dhambi tuliupata pale Kalvari, na yakupasa utusamehe, maana dunia imekutenda dhambi. Mwongozo wa amri 10 ulizotupa Baba tuishi kwao umezoeleka ni kama msemo tu, yatupasa utusamehe. Amri ya kwanza inasema, ndimi Bwana Mungu wako ndiye kutoa katika nchi ya utumwa. Usiabudu miungu mingine ila mimi tu. Mwenyezi Mungu, watu wanaabudu miungu, watu wamekusahau. Mungu, naomba tusamehe. Amri ya pili inasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote hapa duniani ila Mwenyezi Mungu. Ushirikina umezidi, watu wanaabudu vitu ambavyo havijulikani. Mwenyezi Mungu, naomba tusamehe na utusaidie. Amri ya tatu inasema, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, ila Mungu jina lako haliheshimiwi. Lisipostahili kutajwa Baba, linatajwa jina lako. Baba, naomba tusamehe, naomba tusaidie. Alilipa deni langu kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi tuliupata Kalvari. Alilipa deni langu kwa gharama ya mauti, msamaha wa dhambi tuliupata Kalvari. Amri ya 4 inasema, uikumbuke siku ya saba na uitakase. Lakini Mwenyezi Mungu, siku hiyo haiheshimiwi na haikumbukwi. Baadhi ya watu wameisahau, wameichukulia ya kawaida. Mwenyezi Mungu, naomba uthibitike kuwa wewe ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho na hata milele. Amri ya 5 inasema, waheshimu baba na mama ili siku zako zipate kuongezeka hapa duniani. Lakini Baba, migogoro kwenye familia imekuwa ni mingi. Vijana wamekuwa wakipotelea mikoani na kurowea huko mpaka wanasahau wazazi wao. Mungu, naomba tusaidie. Amri ya 6 inasema, usiue. Mwenyezi Mungu, ndugu wanauana pasipo sababu, watu wanauana pasipo sababu, watu wanauana Baba, eti wanatafuta mali na fedha kwa kuwatoa ndugu zao, kwa kuwatoa kafara. Kati Yesu ulijitoa pale msalabani, damu yako ilimwagika pale msalabani, maji yalimwagika,
na ile ndio kafara yetu Baba, lakini watu hawajaridhika, wanathubutu kutoa ndugu zao kafara. Mwenyezi Mungu, naomba tusaidie na utusamehe. Ya 7 inasema usizini. Uzinzi umezidi Baba, anasa zimezidi, mashoga wamezidi, ndoa za kiume, wanawake kusagana, mabinti kujiuza mtaani, miili yao wameigeuza biashara. Mungu, naomba tusaidie. Hizi ni nyakati mbaya, haina utofauti na kizazi cha Sodoma na Gomora. Mungu, naomba tusamehe. Mungu, naomba tusaidie, maana mpaka watu wanajaribu kukosoa uumbaji wako. Mungu, naomba tusaidie na utusamehe. Amri ya 8 inasema usiibe. Wizi umezidi Baba, watu wanaibiana kila kunako kucha, mwishowe vinatokea vifo vya ajabu na hukumu magerezani. Mungu, naomba tusaidie. Amri ya 9 inasema usishuhudie jirani yako uongo, lakini watu sio wa kweli. Rushwa zimezidi, viongozi wanakula rushwa, wananyanyasika maskini. Mungu, naomba tusaidie. Amri ya 10 inasema usitamani kitu chochote cha jirani yako au ndugu yako, lakini tamaa zimezidi, watu wanachukiana bila sababu. Mungu, naomba tusaidie. Makanisani napo Mungu, migogoro imezidi, mafarakano ni mengi. Mungu, nakuomba ushuke usimamie kanisa lako, watumishi wako. Mavazi wanayokuvalia kanisani ni ajabu sana, haina utofauti na watu wa kidunia, ni kama hawajaokoka. Kumbe wameokoka nje tu, lakini ndani ni mbwa mwitu. Najiuliza, Mwenyezi Mungu, najiuliza, toka lini nuru na giza vikachangamana? Toka lini nuru na giza vikachangamana? Mwenyezi Mungu, nakuomba utusamehe na utusaidie. Mungu muumba mbingu na nchi, manabii wa uongo nao wamezidi, pia nao wana wafuasi wao. Yote yaliyokwisha tabiriwa, Mungu, yamekwisha tokea. Naomba uthibitike kuwa wewe ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, na hata milele. Wewe unayenisikiliza muda huu, ni muda wako wa kumrudia Mungu, maana deni alikwisha lipa. Unasubiria nini?
alilipa deni